akbaru kabira, ni mkubwa zaidi. Lakini pia kuna hadithi nyingine an Abi Dharr al-Ghafari, hadithi ya Abi Dharr annahu sa'ala Rasulullah sallam, alimuuliza Mtume sallama anil kursi, kuhusiana na kursi. Masahaba walikuwa wakitaka kujua vitu vingi sana, na walikuwa wakijifunza muda wote kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu sahaba Abu Dharri akamuuliza Mtume sallama kuhusiana na kursi, ukubwa wake vile ilivyo. Mtume akasema, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi iko mikononi mwake, ambapo anakusudia Allah tabaraka wa taala. Akasema, masamawatu sab'i, hazikuwa mbingu saba, wal arduna, na ardhi saba, wal arduna sab'a, na ardhi saba, inda al-kursi, mbele ya kursi, mbele ya kursi, yani ardhi saba, mbingu saba hazikuwa chochote mbele ya kursi. Illa kahalqati mulqatum bi ardhin fulat, isipokuwa ni kama vile halqa ni cheni, ni kama vile cheni ambayo mulqatun, iliyotupwa bi ardhin fulat, katika ardhi ya jangwa pana. Akasema, wa inna fadla al-arshi, hakika ubora wa arshi. Ubora arshi hapa nazungumzia arshi ambayo tushaizungumzia huko nyuma, ubora wake arshi. Akasema ala al-kursi, kulinganisha na kursi hii ambayo tunaisoma leo kwenye somo letu, kafadhil fulati, ni kama vile ubora wa lile jangwa lilozungumzwa, ala tilka alhalqa, kwa ile cheni iliyotupwa. Kwa hiyo kursi unazungumzia ukilinganisha na arshi ambayo tushaizungumzia huko nyuma, Mtume anasema ni kama vile unavyoona hiyo halqa, cheni ya chuma ikatupwa kwenye jangwa kubwa. Kwa hiyo kursi hii unazungumzia hapa pia nayo ni ndogo zaidi mbele ya arshi ambayo ni kiumbe kikubwa zaidi. Kursiyu hii anasema kama qala wahid min as-salaf, kama alivyosema mmoja katika masalaf, yani wema waliopita huko nyuma katika wasomi wakizungumzia hii arshi. Akasema innal kursi